نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام على رسولنا وأستاذنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن صار في مسيرته ونهج في منهجه وسلك في مسالكه الكريمة إلى قيام الساعة وبعد. Shukurani kamilifu ni zake Allah tabaraka wa taala, ambaye tunamuhimidi katika kila utukufu wake, yeye ambaye ameweza kufaradhisha ibada hii ya saumu ya Ramadhani katika ummati Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Yeyote yule ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na kutaraji malipo, bila shaka Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi yake aliyotangulia. Naam, ndugu zanguni wapenzi katika TV yetu ya Sirajun Munir, lakini pia tukiwa ndani ya studio zetu za kila siku, kama jinsi tulivyoahidi, kila Alhamisi tutakuwa na utaratibu maalum ya kuweza kutoa mafunzo mbalimbali ya kisharia dini yetu hii ya Mwenyezi Mungu, ili tusipate fawaidi zilizokuwa nyingi zitakazotusaidia katika dunia yetu na akhira yetu. Na leo Mwenyezi Mungu akipenda, tutakuwa na mada ambazo bado zinaendelea kutokana na mlolongo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tukumbuke kama katika kipindi chetu kilichopita, wale ambao wanaendelea kufuata channel yetu katika YouTube, wakumbuke kama baada ya khutba ya Ijumaa tuliweza kuzungumzia masaili ya kuhusu tarikhu saumi Ramadhan, tarikhi ya historia ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia tukaweza kueleza kutokana na hali ambazo zilizokuwa za wale wa kabla yetu, kama jinsi Mwenyezi Mungu alivyodhihirisha mwenyewe katika kauli yake pale aliposema ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Kama kutiba alal ladhina min qablikum, wale ambao watakaofuata channel zetu watasikiliza katika mada ambayo iliyotoka, watatizama namna gani tulitoa historia manabii ambao waliyetutangulia, namna walivyokwenda wanafunga kuanzia kwa Nabiyullahi Adam alayhi salam, lakini mpaka kufikia kwa Nabiyullahi Isa alayhi salam. Leo tunakuletea lipi jipya ambalo utakalostafidi katika siku yetu hii ya leo. Siku yetu hii ya leo kuna ahwalu ambazo zilizokwenda zinajiri kutokana na saumu hii ya Ramadhani. Kuna hali ambazo zilizojiri katika bidaya ya amri ya saumu ya Ramadhani, namna gani ilivyokwenda inabadilika amri zake za mwanzo na za baadaye, kidogo kuna utofauti, kama jinsi alivyotusimulia Muadh ibn Jabali katika riwaya hii, riwaya ambayo ni kisa ambacho kimeeleza na maulama wakubwa. Ukiingia katika tafsiri nyingi za Qur'ani utazikuta, na mwanachuoni wetu kigogo mashallah Ibn Kathir katika tafsiri yake pia aliweza kuzungumzia kadhia hii, aliweza kueleza zile ahwali sala na akaeleza pia na ahwalu as-sawm. Tutizame ahwalu sawm kaifa taghayyarat, namna zilivyokwenda zinabadilika biqadri hawaiji au bima hadatha baina almuslimin, kwa yale ambaye alikwenda anajitokeza kati ya Waislamu. Muawiya, yani Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu, kuna yale aliyetueleza akasema, wa amma ahwalu as-siyami, amma kutokana na zile hali za siyam, anasema fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qadima almadinata,
aliweza kufika katika ardhi ya Madina, faja'ala yasum, akawa anafunga min kulli shahrin 3 ayyam, katika kila mwezi akawa anafunga siku 3. Alipoingia katika ardhi ya Madina, huo ukawa ni utaratibu wake wa kuwa anafunga siku 3. Wasama Ashura, lakini hakufunga tu hizo siku 3 za kila mwezi, lakini akawa anafunga pia na Ashura. Kisha akasema thumma inna Allaha farada alayhi as-siyam, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafika anamfaradhishia mtume ibada hii ya saumu ya Ramadhani. Kwa awali alikuwa anafunga hizo siku 3 katika kila mwezi, na anafunga na ile tarehe 10 ya mwezi wa Muharram ya Ashura, alafu pia Mwenyezi Mungu akaja akafaradhisha nini? Saumu ya Ramadhani. Ilipokuja sasa fardhia ya saumu ya Ramadhani, hapa ikawa ni mabadiliko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikazishusha zile ayatu ramadhaniya. Moja ni ile tuliyotanguliza kuisema mwanzo, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ilikuwa ni katika mwezi wa Shaabani ndio iliweza kushuka aya hizi, na mtume alikuwa na saumu zake anazozifunga hizo ambazo tulizozitaja. Ikalazimika sasa maana yake watu waweze kubadilika kutoka kwenye ile hali ambayo waliokuwa nayo mwanzo. Bimaana zile saumu za mwanzo zilikuwa kama ndo za fardhu, ndo za lazima kwa watu, maana zilikuwa zikitokea watu wanalazimika kuweza kufunga. Lakini ilipokuja fardhia ya Ramadhan ikabadilika hali, zile ambazo zilikuwa zinatangulizwa zile zikawa sunna, na Ramadhani sasa ikawa ndiyo fardhu. Zile ikawa man shaa sama wa man shaa aftara, ikawa yule anayetaka anafunga na yule asiyetaka anafanya nini? Anakula zake mchana, hapa kwa ulazima. Lakini katika saumu ya Ramadhani ikawa maana yake watu wakaingia sasa katika swala na kulazimika kuweza kutambua sasa hii ni saumu ya lazima, wanatakiwa waweze kufunga. Lakini hiyo ikawa ni hali ya kwanza ya kubadilisha katika mfumo wa zile 3, pamoja na ile ya Ashura moja, ikawa katika mfumo sasa ya mwezi mzima kamil wenye kutimia, kama jinsi aya zilivyokuja, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, ukatajwa ni mwezi mzima ambao watu wanatakiwa waweze kufanya nini? Kufunga. Muadh ibn Jabal anatuonesha hiyo ni hali ya kwanza ambayo iliyobadilika katika utaratibu wa saumu, kutoka min saumin masnunin ila saumin mafrudhin, kutoka katika saumu ya sunna kuingia katika saumu ya fardhi. Ikaingia kadhia ya pili. Muadh ibn Jabal akatueleza kadhia ya pili. Kadhia ya pili ikaja ni kutokana na zile aya Mwenyezi Mungu alipoendeleza kule, aliposema ayyaman ma'dudat, akasema faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Akasema wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin wa ala alladhina yutiqunahu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kueleza kuwa ni masiku yenye kuhesabika, basi yule ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au yupo safarini afanye mahesabu ya siku zenye atakula ndani ya mwezi wa Ramadhani, kisha baadaye atalipa. Afanye mahesabu kisha baadaye alipe. Alafu Mwenyezi Mungu akaingiza kitu kwenye aya hizi, anasema wa alal ladhina yutiqunahu, na wale ambao wana uwezo wa kuweza kufunga. Wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wale ambao wana uwezo wa kufunga lakini wanapata tu ile hali ya kutokupendelea kuweza kufunga, basi nafasi ya wao kula mchana wanatakiwa waweze kutoa fidia ya kuweza kulishiliza wa maskini, waweze kulishiliza maskini mmoja. Hii hali ikawa ni hali ambayo inapelekea kuwapa watu khiari, bimaana mtu ana nafasi ya kufunga
na ana nafasi ya kula mchana, wakapewa watu khiari hiyo. Bimaana mtu unaweza ukala aidha ukafunga, lakini mwenye atakula, Mungu akasema fidyatun taamu miskin, nafasi ya ulaji wake mchana kafara yake ni kumlishiliza maskini mmoja, kumlishiliza maskini mmoja. Sasa hili ndo likawa limeleta sura nyingine tofauti, lakini mwanzo wa fardhi ya saumu ilikuwa hivyo. Ilikuwa saumu ya faradhi ilifaradhishwa, lakini pakawa sala la khiyar, anayetaka anafunga, asiyetaka hafungi, analishiliza tu maskini. Mwenyezi Mungu akaendeleza aya za mbele kule mpaka akafikia katika ile aya inasema faman shahida minkum shahra falyasumhu, basi yoyote yule ambaye atakayeshuhudia mwezi huyo ni lazima aweze kuufunga. Sasa hii hali ya pili ikawa ni hali ya kuwataka watu wote wanatakiwa wafunge. Hakuna tena khiari ya mtu anaweza akafunga mwingine akala mchana. Nyote mnatakiwa mfanye nini? Inatakiwa muweze kufunga. Hiyo ikawa ni moja katika hali ambazo zilizokwenda zinajiri katika bidayatu fardhiyati saum, mwanzoni kabisa makufaradhishwa ibada hii ya saum. Lakini hali ya tatu sasa iliyokuja katika hii swala la saum, hali ya tatu ni hali ambayo Muadh ibn Jabal anatueleza na kutusimulia ya kwamba wakanu yaakuluna wa yashrabuna wa yaatuna nisaa qabla an yanamu au hum yani ma lam yanamu, ma lam yanamu. Hii yani umwelezo wa Muadh ibn Jabal anatuonesha ya kwamba huko katika mwanzo wa kuanza swala la kufunga kuna hali ilikuwepo katika ibada hii ya saum. Ilikuwa watu wanakula usiku, ule usiku ikifika ile magharibi, ikifika ile magharibi ile jioni muda ya Isha, watu walikuwa wanakula, watu walikuwa wanakunywa, watu walikuwa wanawaendea wanawake, lakini pia ilikuwa maana yake wanaruhusika kuyafanya hayo pale tu wanapokuwa hawajafanya nini, hawakupatwa na usingizi. Yani ilikuwa mtu ikifika ile mida ya usiku ile, ukilala tu kidogo, basi ukishtuka hakuna tena kuendelea na somo. Bimaana ukipatwa na hiyo hali ni moja kwa moja, ukishaamka wewe ni kuendelea na kujiziwia. Hiyo ndiyo hali ambayo iliyokuwepo mwanzo. Sasa Muadh ibn Jabal akatueleza moja katika kisa ambacho kiliweza kujiri kikasababisha hali hiyo kubadilika, ya mpaka watu kuruhusiwa sasa, hata kama watu itaonekana wameweza kufanya nini, wameweza kulala na wakaamka, wawe tuna ruhusa ya kula. Ni kipi ambacho kilitokea mpaka hiyo hali kuweza kubadilishwa? Muadh ibn Jabal anatusimulia katika kisa hichi, anasema thumma inna rajulan min al-ansar yuqalu lahu Sirma, kisha alikuwa bwana mmoja katika maansar alikuwa anaitwa kwa jina la Sirma. Huyu bwana tabia yake au harakati zake, anasema kana yaamalu saiman, alikuwa anafanya shughuli zake za mchana huku akifunga, hata amsa, hadi nafikia muda wa jioni akiwa katika shughuli zake za mchana huku akiwa katika saumu. Anasema fajaa ila ahlihi, siku moja akawa ametoka kwenye shughuli zake, akawa amekuja nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwake kwa mke wake, fasalla al-ishaa, akawa amesali sala hii ya Isha. Thumma nam, kisha akawa amelala. Walam yaakul, wala hakuwa amekula kitu cha aina yote. Walam yashrabe, wala hakuweza kunywa kitu cha aina yote. Akajikuta amesali sala ya Isha na akapitiwa na kausingizi, hakuweza kula wala hakuweza kunywa. Muadh ibn Jabal anaendelea kutusimulia katika hichi, anasema akajikuta amelala hata asbaha, akawa ameamka, fa asbaha saiman, akajikuta ameamka hali ya kuwa yuko kwenye kiziwizi cha saumu. Hakula mchana mzima, ashinda na saumu, amerudi nyumbani kwake amelala,
usiku mzima yuko ndani ya somo, akaamka na asubuhi yake bado yuko kwenye nini? Yuko kwenye somo. Basi hiyo hali ikawa kwake ni nzito sana kuweza kuipata hiyo hali. Basi Muadh ibn Jabal anaendelea kutusimulia, basi faraahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama wa kad jahida jahadan shadida. Mtume aliweza kumuona huyu bwana akiwa katika hali nzito ya ajabu sana, iko katika hali nzito baada ya kuwa yeye amekuwa katika hali hiyo. Mtume hakujua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, mali arak, anasema nina nini mimi kukuona wewe, kad jahidta jahadan shadida, na hali ya kuwa unaonekana umepatwa na hali nzito ya kudhoofika kwa nafsi. Inaonekana nafsi yako imedhoofika sana kwa namna jinsi unavyoonekana hivyo. Yule bwana baada ya kumsikia mtume ameweza kuligundua hilo, akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Akamwambia, inni amiltu amsi, mimi niliweza kufanya kazi jana. Fajitu hina jitu, nikawa nimekuja ule wakati muda nilipokuja. Faalqaitu nafsi fanimtu, nikawa nimeitupa nafsi yangu kwenye kitanda. Fanimtu, nikajikuta nimefanya nini? Nimelala. Fa asbahtu, nikawa nimeamka. Hina asbahtu saiman, nikawa nimeamka. Wakati nimeamka nikajikuta niko kwenye saumu. Ukishalala mtume hakuna tena kama jinsi sharia inavyosema. Unaona? Kwa hiyo ikawa ni hali ya kwanza ambayo imeweza kusababisha mabadiliko fulani. Lakini wanasema wakana Umaru, na alikuwa Umaru ibn al-Khattab, qad asaba minan nisa'i ba'da ma nam, na yeye Umar kumbe aliweza kukutana na mke wake katika usiku fulani baada ya kuwa amelala. Baada ya kuwa amelala, hali ikawa ni nzito sana kwa masahaba. Bimaana ilikuwa inawasumbua kwa kuonekana mtu ukilala tu kidogo basi hakuna namna tena ya kufanya nini, ya kula wala kunywa wala kukutana na mke wako katika usiku, na kwa imeziwilika hivi. Aya zenye kuruhusu sasa sala na harakati za usiku na kuwapa ijaza wale na wanywe na waweze kufanya nini, wakutane na wake zao katika usiku, baada ya kuwa hali hiyo imekuwa ni ngumu kwao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ya kwamba uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna fataba alaykum wa afa ankum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ametoa msamaha, akasema uhilla lakum, mmehalalishiwa. Unaona, mmehalalishiwa usiku ule kuweza kukutana na nini, na wake zenu. Wao ni vazi lenu, ni stara yenu, na nyinyi pia ni stara yenu. Unaona, Mungu amekwisha tambua yale ambayo yalikuwa yanawapitia mkizifanyia nini, khiana nafsi zenu, kuyafanya yale ambayo yalikuwa yameziwilika kisharia, lakini kwa sababu ya kubanwa na mazingira mkajikuta mmeyaendea hayo. Sasa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala amekwisha pokea toba yenu na amekwisha wasameheni kwa yale ambayo yaliyefanyika kwa baadhi yenu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ametoa ruhusa, bimaana watu waweze sasa kuweza kupata nafasi ya kuweza kutumia usiku, hata kama amelala ana nafasi ya kuweza kula, kunywa na kukutana na mke wake. Hii ndugu yangu mtazamaji, ni kutaka kukuonesha namna gani saumu huko mwanzo ilikuwa na hizi marahili tatu ambazo tumezieleza, ili ujue uzito uliokuwepo kwa ndugu zetu, na hivi sasa tuna wepesi kiasi gani ambao Mwenyezi Mungu alituwekea katika zama zetu na kuturuhusu
tuweze kula na kunywa hata yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-fajr, yani hata yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr, ili kuweza kuendelea watu wanakunywa mpaka alfajiri itakapokuwa imechomoza. Uzi mweupe wa alfajiri umeanza kutanda, ukiepukana na ule uzi mweusi, ni uzi mweusi na uzi mwekundu, bimaana ule mwanga unaodhihiri kwenye milima unaanza kuingia kimchana fulani cha mbalimbali, na usiku unataka kuanza kutoweka, basi unakuwa ni muda wenu wa kuweza kusimamisha tena kula. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kutusimulia haya ili tuweze kupata wepesi au kuatilia wepesi waliotutangulia, lakini na sisi pia. Wewe unaona ingekuwaje iwapo kama sheria hii ingetukuta na sisi katika zama zetu hizi? Mtu ukijichanganya tu kidogo ukilala, basi kila kitu kinakuwa kimebadilika. Lakini Mwenyezi Mungu kwa rehema zake, kwa mapenzi yake, kakututoa katika kadhia nzito hiyo, katuweka katika kadhia iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo miongoni mwa mambo muhimu ambayo tunaweza tukazungumzia katika swala la saumu, kwa kumalizia nukta yetu ya mwisho, tunasema ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitusimulia katika mambo ya muhimu ambayo yanayodhihiri katika ule usiku wa kwanza wa Ramadhani, na haya yanaendelea kila usiku wa Ramadhani. Kila usiku wa Ramadhani haya yanakwenda yanapitika. Ni yapi hayo? Kuna maneno ambayo yanayosema ya kwamba mtume anasema idha kana awwalu lailatin, inapokuwa ni ule usiku wa kwanza ule usiku wa kwanza, anasema ya kwamba sufidati shayatinu wa maradatul jinni, mashaitani huwa wanafungwa pamoja na wale majini wa korofi kweli kweli, huwa wanadhibitiwa, wanafungwa. Kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam wa ghuliqat abwabun nari, na milango ya moto huwa inapata kuweza kufanya nini? Kufungwa. Ikishafungwa ile milango ya moto, mtume sallallahu alaihi wasallam asema falam tuftahu minha babun, hakuna mlango wa aina yote unaofunguliwa. Mlango wa moto ukifungwa, maana yake ni ile milango yote ya shari inakuwa imefungwa, bimaana vurugu zote zinakuwa zimedhibitika kweli kweli. Kwa hiyo inakuwa ni mwezi wa rehma na fadhlu na furaha na kheri. Kama jinsi mnavyoona, Ramadhani ikishaingia mambo mengi yanakuwa na wepesi. Waliokuwa na fitna wanasameheana, waliokuwa na uadui wanajitahidi kuficha uadui wao, waliokuwa na shari zao hivyo. Kwa hiyo ndio ile milango ya shari inafungwa, milango ya shari inakuwa inafungwa. Kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam wafutihat abwabul janna, basi milango ya pepo inafunguliwa. Bimaana hiyo ni milango za abwabur rahma, milango ya rehma. Rehma inakuwa inatanda katika mwezi mzima wa Ramadhani. Ni kheri tupu zenye kuzagaa, watu kusameheana, watu kupeana pongezi, watu kuhurumiana, watu kusaidiana. Ukimtaka mtu haja, unamwona anakuwa ni mwepesi wa kukusaidia. Hizo ni fadhail ambazo zinapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anatueleza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafutihat abwabul jannati, milango ya pepo hufunguliwa. Kisha akasema falam yughlaq minha babun, hakuna mlango wote unaofungwa katika milango hiyo ya pepo, hakuna mlango unaofungwa, milango yote inakuwa imeweza kuwa wazi. Kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam wanada munadi, basi hapo ananadi sasa mwenye kunadi. Ananadi mwenye kunadi, anasema ya kwamba ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiya sharri aqsir, ewe mwenye kuitafuta khairi sogea, na ewe mwenye kuitafuta shari kaa mbali na shari hii. Kwa hiyo hizi ni fadhail. Kisha anasema walillahi utaqa'u minan nar, na Mungu yuko na wale ambao anaowatoa na kuwaokoa na moto wa jahannam.
Anasema Mtume, wadhalika fi kulli lailatin, kila usiku kuna watu wanaotolewa ndani ya moto wa Jahannam. Kila usiku kuna watu wanatolewa ndani ya moto wa Jahannam. Kwa hiyo ndugu yangu, ningependa ufuatilie mada zetu za kila siku. Leo nilitaka niweze kukupa angalau hizi ahwali tatu ambazo ziliweza kutokea kwenye ibada hii ya saum. Mwanzo tulisema ya kwamba kwa kumalizia ilikuwa watu wanafunga saumu za sunna ndo zimekaa kama za lazima. Ilipokuja faradhi ya Ramadhani zile zikawa anayetaka afunge, anayetaka anaacha, lakini Ramadhani ikawa ni lazima kila mtu kufunga. Hali ya pili ikawa ni hali ambayo watu wakawa na shwa wamepewa na Mungu. Ramadhani inapoingia mtu anaweza akafunga aidha akala mchana, lakini yule anayekula mchana inabidi aweze kutoa fidia ya siku moja anayokula kwa kuweza kumlishiliza maskini mmoja. Hii hali ilikuwepo, lakini hali imebakia sasa kwa wale watu ambao umri wao umekuwa ni mkubwa, aidha wale watu ambao wana maradhi ambayo yasiyopona, wanatakiwa angalau siku moja wanayokula ndani ya mchana wa Ramadhani watafute maskini mmoja wampeleke nyumbani kwao, wamlishize kwa chakula ambacho ni kizuri. Mwenyezi Mungu anasema faman tatawwa khairan fahuwa khairul la, atakayezidisha katika huduma ya kumhudumia huyo maskini mmoja, basi hiyo ni kheri kwake mbele zake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kadiri utakavyomboreshea chakula chake, basi na wewe ni kheri tupu unazozipata mbele zake Allah tabaraka wa taala. Na hali ya mwisho ndiyo hiyo hali ambayo tumeisema, ilikuwa mtu ikifika jioni tu ile baada ya salati ya Isha au muda wa usiku ukilala tu, basi hapo unaziwiliwa kula na kunywa na kukutana na wake zako au na mke wako. Lakini hali hiyo Mwenyezi Mungu akaibadili na kuwapa sasa ruhusa, hata ukilala ukiamka una nafasi ya kula na kukutana na mke wako. Kwa hiyo insha Allah tunakuombeni tu muendelee kufuata vipindi vyetu ili Mwenyezi Mungu atupe kheri na baraka na tuzidi kunufaika na channel yetu hii pendwa katika studio yetu hii ya Zahara Adam Production katika TV yetu ya Sirajul Munir. Bado tuna mambo mengi ambayo tunatarajia kuwa tunawaleteeni ili tuweze kufaidika sote na tushikamane mpaka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.